kabla hujaondoka madarakani Tanzania itakuwa na katiba mpya. Kwa nini nihakikishe hilo? Kwa nini nataka nihakikishe hilo? Kwa sababu watu wanadai kwamba hii katiba imepitwa na wakati. Basi niachie mimi na Watanzania tutaelewana. Wafuasi wake wanasema hivyo. Basi nenda kauliza wafuasi wake. Kisiasa najua hili swala tulizungumza hata mara ya mwisho tumezungumza na wewe, swala la katiba mpya halitaondoka. Unaweza kuwahakikishia Watanzania au kutoa ahadi kwamba kabla hujaondoka madarakani Tanzania itakuwa na katiba mpya? Kwa nini nihakikishe hilo? Kwa nini nataka nihakikishe hilo? Kwa sababu watu wanadai kwamba hii katiba imepitwa na wakati. Basi niachie mimi na Watanzania tutaelewana. Kwa hiyo katiba itakuwa si issue ya Tanzania. Mimi na Watanzania tutaelewana. Na Watanzania wanasema wanataka katiba. Wamekwambia wewe? Kwa sababu kwa mfano agenda ya Chadema na hata wafuasi wa Chadema wenyewe wanasema kwamba kukamatwa kwa Freeman Mbowe ni kwa sababu alikuwa ameanzisha vuguvugu la kudai katiba mpya. Nala. Kwa hiyo hilo ndio kosa aliloshtakiwa nalo, si ndio? Wafuasi wake wanasema hivyo. Wafuasi wake wanasema hivyo. Basi kisiasa najua hili swala tulizungumza hata mara ya mwisho tumezungumza na wewe, swala la katiba mpya halitaondoka. Unaweza kuwahakikishia Watanzania au kutoa ahadi kwamba kabla hujaondoka madarakani Tanzania itakuwa na katiba mpya? Kwa nini nihakikishe hilo? Kwa nini nataka nihakikishe hilo? Kwa sababu watu wanadai kwamba hii katiba imepitwa na wakati. Basi niachie mimi na Watanzania tutaelewana. Kwa hiyo katiba itakuwa si issue ya Tanzania. Mimi na Watanzania tutaelewana. Na Watanzania wanasema wanataka katiba. Wamekwambia wewe? Kwa sababu kwa mfano agenda ya Chadema na hata wafuasi wa Chadema wenyewe wanasema kwamba kukamatwa kwa Freeman Mbowe ni kwa sababu alikuwa ameanzisha vuguvugu la kudai katiba mpya. Nala. Kwa hiyo hilo ndio kosa aliloshtakiwa nalo, si ndio? Wafuasi wake wanasema hivyo. Wafuasi wake wanasema hivyo. Basi nenda kauliza wafuasi wake. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wajumbe, mtakubaliana nami kwa uhuru wa habari na uhuru wa watu kutoa maoni yao umeongezeka. Majukwaa ya kutolea habari nayo yameongezeka tofauti na hapo awali. Sasa hivi kutokana na kukua kwa matumizi ya mtandao na kuongezeka kwa majukwaa ya kidigitali, habari nyingi zinapatikana kiganjani. Serikali imetoa leseni kwa magazeti na majarida 356, vituo vya redio 247, vituo vya televisheni 68, redio na televisheni za mtandaoni 325 na blogs 72. Tuna magazeti ya kila siku na kamwe serikali haijafanya uhakiki wa habari kabla hazijachapishwa au kuandikwa. Tunafanya hivi tukiamini kwamba waandaaji wa maudhui haya ni watu wenye weledi wa kutosha na kwamba tunafanya ustawi wa demokrasia yetu hutegemea sana uhuru wa vyombo vya habari. Tunathamini na kutambua mchango mkubwa wa vyombo vya habari katika kuelimisha jamii, kupambana na maovu pamoja na kuhimiza uwajibikaji. Katika kulinda na kutambua michango ya waandishi wa habari kwa jamii, tulifanya marekebisho ya sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 na kanuni zake. Pia tuliandaa tuzo za Samia Kalama Awards kutambua waandishi wa habari za maendeleo Tanzania. Pamoja na hatua hizi zote, hatukusita wala kuchelea kuchukua hatua pale uhuru huu ulipotumiwa vibaya na kusitisha au kutishia kuleta vurugu nchini pamoja na kuvuruga usalama wa jamii, au pale uhuru huu ulikiuka sheria za nchi au maadili, mila na desturi za Kitanzania. Hivyo basi tutaendelea kusimamia uhuru wa vyombo vya habari wakati wote. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, asasi za kiraia nazo zimekuwa huru kufanya shughuli zao, ikiwa ni pamoja na kukutana na kuishawishi serikali, mpaka mapendekezo yao mengi yamepokelewa na kufanyiwa kazi. Kwa kuwa suala la katiba ni pendekezo la muda mrefu la Tume ya Maridhiano, kwa msingi huo mchakato wa katiba mpya ni miongoni mwa ahadi ambazo zinaonekana katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030.
Hivyo ni kusema kwamba shughuli ya kuanza kufanya katiba mpya itatekelezwa katika kipindi kijacho cha miaka 5. Unaweza kuwahakikishia Watanzania au kutoa ahadi kwamba kabla hujaondoka madarakani Tanzania itakuwa na katiba mpya? Kwa nini nihakikishe hilo? Kwa nataka nihakikishe hilo. Kwa sababu watu wanadai kwamba hii katiba imepitwa na wakati. Basi niachie mimi na Watanzania tutaelewana. Kwa hiyo katiba itakuwa si issue ya Tanzania. Mimi na Watanzania tutaelewana. Na Watanzania wanasema wanataka katiba. Wamekwambia wewe? Kwa sababu kwa mfano ajenda ya Chadema na hata wafuasi wa Chadema